Get the point. Take a step forward. I want to give you a brief story Ningependa kuwapa hadithi fupi about a certain family. kuhusu familia fulani. And this family moved to the city. Familia hii ikahama kuelekea mtaani. And as they went and they stayed in the city, Walipoenda na kuishi pale mjini, they hired a local maid. wakaajiri mjakazi mmoja. She was a young girl Alikuwa binti mdogo who was sana. supposed to cook for them and clean for them. Alistahili kuwapikia na kufanya usafi. Tafadhali tuundie mitambo. And so this family Kwa hivyo familia hii stayed in the city and they hired a local maid. ikaishi pale mjini na wakaajiri mjakazi mmoja. And as they hired this local maid, Walipomwajiri mjakazi huyu binti mdogo, she was supposed to clean and do everything for them. alistahili kufanya usafi na kila jambo pale nyumbani. But they took an advantage of her Lakini wakachukua kazi yake kuwa mzaha, because she came from the village. kwa sababu alitokea pale mashambani. And even some kids, when they realize that you come from a village, Unajua hata watoto wengine wanapogundua kwamba unatokea pale they will mashambani, try to mistreat you in ways. wanajaribu kutendea mambo yasiyo mazuri. And they tried as much as possible to mistreat this young girl. Walifanya juu chini ili kumfanyia mzaha na The kumtendea mambo yasiyo kids mazuri. will smear Vaseline on her face. Hao watoto wangempaka mafuta usoni mwake. They will even pour water on her. Hata wangemwagia maji They kwa will nguo zake. make some funny jokes Wangefanya mzaha kwake about her looks, vile alivyoonekana, about her dress, vile alivyovalia, and the parents were still watching. na wazazi walikuwa wanatazama tu. They couldn't do anything about it. Hawangefanya lolote kuhusu hilo. And some of us in this place, we are suspects on that. Na wengi wetu tulipokaa hapa pia tunajua tunafanya We mambo kama have haya. these young girls and boys working for us in our Tunajua homes. hawa watenda kazi vijana kwa wasichana wanaotufanyia kazi. Sometimes we do not treat them right. Wakati mwingine hatuwatendei mema. And sometimes we don't count them as our kids. Na wakati mwingine hatuwachukuli kama watoto wetu. We have neglected and segregated them. Tumewatenga wajakazi hao wetu. And this is what this family was doing. Vivyo hivyo ndivyo familia hii iliwatendea hao. Day after day, siku baada ya nyingine, the young girl took a brand of their practical jokes huyu msichana mdogo akazoea mzaha ambao walikuwa wanamfanyia without doing anything. bila kufanya lolote kulipiza And kisasi. finally the family was guilty about Na it. baadaye familia hii ikaanza kushikwa na kiwewe. You know, sometimes in your life, Unajua wakati mwingine people can decide to mistreat you. watu wanaweza kukufanyia They mabaya. can do a lot of things in Wanaweza your life. kufanyia mambo mengi katika maisha yako. But give them time, God will speak to them. Lakini wape muda, Mungu atawazungumzia. And this family was guilty about it. Familia hii ikaanza kujishuku. And they came and said to this young girl, wakaja na kumzungumzia binti huyu mdogo, look, tazama, we know these jokes. tunajua mzaha huu. We know how we have mistreated you. Tunajua vile tumekutendea mabaya. We know that you are not happy about it. Tunajua haujafurahia kuhusu We hayo. are sorry. Tunaomba msamaha. Just forgive us. Tusamehe. And let me tell you, instead of choosing revenge, Hebu niwaambie, badala ya kuchukulia kisasi in your life, katika maisha yako, after you have been done wrong, baada ya kutendewa mabaya, we are called to love like Jesus loved. tunaitwa kupenda vile Yesu alipenda. In the course of this week that has ended, Katika juma hili ambalo limekwisha we kamilika, learned with the young people tulijifunza na vijana how to wadogo navigate through life vile kupita katikati ya maisha ya and to kweli love in the modern age. na kupenda katika maisha We haya ya came kisasa. to realize Kaja kugundua that if you want to grow, ikiwa ungependa you kukuzwa, have to let some things go. lazima uachilie mambo fulani If yaondoke you kwako. have to grow Ikiwa ungependa kukuzwa in vizuri your
spiritual life, katika maisha yako ya you kiroho, have to let other things go. lazima uachilie mambo fulani You yaondoke. can remember even the father of faith, Abraham. Unakumbuka hata baba wa imani He Abrahamu, loved Hagar so much. alimpenda Hagari But for sana. him to receive the blessings of God, Ni ili kupata mibaraka kutoka he kwa Mungu, had to let Hagar to go. lazima alimwachilia Hajiri He aondoke. had to let Lot to go. Lazima alimwachilia Lutu kuondoka. For God to bless Abraham. Ili Mungu ambariki Abrahamu. The same thing as Christians. Vivyo hivyo kwa There are Wakristo. things we have clinched to Kuna mambo ambayo that we tumeyakwamilia. need to let them go Tunastahili kuyaachilia yaondoke. if we have to grow spiritually. Ikiwa tunataka kukuzwa If I'm kiroho. speaking to someone, can I hear an amen? Hebu nisikiza amina. There are things we have to let go. Kuna mambo tunastahili kuyaachilia yaondoke. And we learned how love is a verb. Pia tulijifunza vile upendo ni matendo. And we said to love Na tukasema kupenda is to ni sacrifice. kujitolea kafara. To love Kupenda is to ni trust. kutii ama kuamini. To love Kupenda is to obey. ni kutii. To love Kupenda is to worship, ni kuabudu, to share, kushiriki na and wengine to wait. na kungoja. That is how love is a verb. Hivyo ndivyo upendo ni matendo. And by the way, Na kwa njia nyingine we realized that a young youth who is spiritual tukagundua kwamba kijana mdogo ambaye ni wa is kiroho someone who lovingly follows Jesus ni anayemfuata Yesu kwa and mapenzi intentionally helps others to follow him. na kufanya wengine wamfuate Yesu That is Kristo. how love is a verb. Vivyo ndivyo mapenzi ni matendo. And I don't know in your life Sijui katika maisha yako if there is someone who can help you kuna mtu ambaye angekusaidia lovingly to follow Jesus. kwa mapenzi umfuate Yesu I Kristo. don't know if in your life Sijui katika maisha yako you have intentionally reached somebody pengine umeongoza mtu and you mwingine have made this person a disciple. na kufanya mtu huyu kuwa mfuasi wa In Yesu. my life, I've met some young people Katika maisha yangu nimewafanya that I vijana have discipled for Christ. wawe wafuasi wa Yesu And Kristo. I don't know if you have met a young person Na sijui wewe umekutana na kijana and mdogo you have mentored that young na person. umemfanya huyo kijana. I don't know if our church Sijui kama kanisa letu has taken time to mentor our young people. limechukua muda wao kuwafunza vijana wetu. You know, in every Paul, Unajua katika jinsi yoyote in every Paul, katika katika kila Paulo, Paulo yeyote there is a Timothy. kuna Timotheo. You must have a young one Lazima uwe na mdogo. that you have to mentor, Lazima pia umfunze that huyu you mdogo. have to show love, Umuonyeshe upendo. you have to train him ministry. Unastahili kumfunza kuhusu injili. And for my case, I've gone through the hands of some pastors. Hata mwanzo. And now let me turn to that text of the Bible. Hebu niangalie fungu hili katika Biblia. In John 13:34 to 35. Yohana 13:34 And I want to make 3 observations in that text. Ningependa kuangalia mambo makuu matatu. One of them is the word love. Jambo la kwanza ni upendo. It is used 4 times. Inatumika mara 4. And this is a Greek word that is called agapao, Na hili ni neno la Kigiriki linaloitwa agapao, which means selfless, ambalo linamaanisha kujinyima, which means sacrificial, kujitolea, and unconditional love, bila masharti, upendo bila masharti, resulting from the decision of will. kuanzia uamuzi wa kupenda wewe mwenyewe. And sometimes if I take you deeper, Wakati mwingine napowachukua kwa ndani, it is in the present tense. ni katika hali ya sasa. It means we should continue loving. Inamaanisha lazima tuendelee As kupenda. Christians, we have to love. Kama Wakristo tuwastahili We kupenda. need to continue to love. Tunastahili kuendelea It is kupenda. not something of the past. Sio jambo lililopita. It is something that was there, Ni jambo lililokuwepo. something that is here with us, Lililoko nasi and hapa. something we'll continue doing even tomorrow. Litaendelea kuwa hadi kesho. And the second thing in that text, Ya jambo la pili katika it aya is the hiyo phrase one another. ni lile jambo neno
mwingine pia. And in this word, Na kwa neno hili we are to commit to one another. Twastahili pia kupenda sisi kwa sisi It is wengine. a reciprocal. Ni jambo la kurudiana. It is we need to be committed to one another. Twastahili pia kupendana moja kwa We mwingine. need to be patient to one another. Twastahili kuwa na uvumilivu mmoja And kwa this mwingine. is something so hard on Christians. Najua jambo hili ni gumu kwa Wakristo. Something so difficult for us to do. Jambo gumu kwetu sisi And the kulitenda. third thing, Na jambo la tatu it is you. ni wewe. It is used 6 times in that text. Limetumika mara 6 katika And haya hiyo. it is emphatic. Na linaleta upelelezi. We can't slide out from that. Hatuwezi kutoka kwalo hilo. It is me and you. Ni mimi nawe. We have to love each other. Twastahili kupendana. It is me and you Mimi nawe. that need to be committed to one another. Twastahili kupendana moja kwa mwingine. This is the message that Jesus is having for Ndio us. ujumbe Yesu alionao Jesus kwetu sisi. knew the difficulties. Yesu alijua ugumu. He knew the betrayals. Alijua vile wengine wataasi. Because Jesus had just celebrated the Last Supper Alikuwa amesherekea hiyo chajio cha mwisho with his disciples. na wanafunzi They wake. had the Passover together. Walikuwa na chakula cha mwisho And he pamoja. knew that what was left is betrayal. Alijua kilichobaki ni And even kusalitiwa. after today's Lord's Supper, Hata baada ya meza ya Bwana ya leo, some will betray others. wengine watasaliti That they wengine. will sit with them in the same table today. Wataketi pamoja na wao katika meza moja Some will leo. talk ill about others. Wengine watashirikiana pamoja. Some will have malicious talks about others. Wengine watasengenya hao wenzao. Still we are going to eat at the same table. Hata kama tunaenda kushiriki But katika meza moja. after this, Lakini baada hata ya meza ya there are Bwana, those who will betray others. kuna wengine watasaliti There are wengine. those still will fight. Kuna wengine pia There are watapigana. those who will still not forgive one another. Kuna wengine hawatasamehe wenzao. Jesus knew about it. Yesu alijua kuhusu hilo. And they saw it coming. Na aliona likija. But he gave them a mandate to love. Akawapa jukumu la kupenda. He gave them a model of love. Akawapenda jinsi, akawaonyesha jinsi ya And the kupenda. manifestation through love. Na jinsi upendo unashiriki. He gave them 3 things in that text. Akawapa mambo matatu katika haya hiyo. That while our circumstances Katika hali zetu are different from theirs, ziko tofauti na wengine. while your circumstances different from one Hata another, kama hali yako haifanani na hali ya the mwingine. difficulties we face are common. Magumu ambayo tunapitia yanafanana. The challenges we face are common. Changamoto tunazozipitia zinafanana. As a church, we face common challenges. Kama kanisa tunapitia While we changamoto come from sawa. different families, Tunapotokea familia our tofauti, challenges are common. changamoto zi sawa. All other denominations, Hata makanisa mengineo, whether they say this is like this and the other is like that, hata kama wanasema hiki ni sawa, our challenges are common. changamoto zinafanana. And our world is less tolerant of our faith. Na ulimwengu wote hautuchukulii kwa imani yetu. And sometimes that is why the government Ndio maana hata serikali and yetu any other people on the planet of the face, na watu wengineo katika ulimwengu they huu, want to bring this thing they call LGBTQ, wanataka kuleta mambo haya ya so ndoa ya that they jinsia sawa, destroy the young generation. ili waweze kuangamiza kisasa That kidogo. is a common problem. Ni changamoto ambayo ni sawa. It is something that cuts across. Ni changamoto ambayo inafanana ulimwengu na katika kanisa pia. But in the midst of their challenges, Hata katika uchungaji kuna they changamoto. had a common savior, Walikuwa pia na mwokozi and mmoja, that was Jesus. na ambaye alikuwa Yesu Kristo. He gave them a common thing to unite them, Akawapa jambo moja la kuwaunganisha, and that is love. na jambo hilo ni upendo. And he
Jesus could have told them something different, Ikiwa Yesu angewaambia jambo tofauti, but he chose to give them the mandate to love. lakini hakachagua jinsi ya kupenda. Listen what the Bible says. Hebu sikiza vile Biblia A inasema. new commandment I give to you, Amri mpya ambao ninawapa, that you love one another. ili mpendane nyinyi kwa nyinyi. It is not such new as you think. Sio mpya vile unavyodhani. Because if you go to Leviticus chapter 19 verses 18, Kwa sababu ukienda kwa kitabu hicho 19:9, that commandment was there. Amri hiyo ilikuwepo. And it was old. Na ilikuwa ni imezeeka. But why is it new at this moment? Kwa nini ni mpya wakati huu? It is because Kwa sababu Jesus is talking to the church, not to Israel. Yesu anazungumzia kanisa, sio Waisraeli. And this is the first time we have the mention of one another. Na hii ndio mara ya kwanza tunakuwa na kutajwa kwa mmoja kwa mwingine. Because in Leviticus it is love your neighbor. Kwa sababu kwa kitabu hicho penda jirani yako. And even in Matthew 5:14 is love your enemies. 5:14 penda adui zako. But at this moment, Lakini kwa wakati huu Jesus is teaching us Yesu anatufunza to love one another. tupendane sisi kwa sisi. And number 2, he gave them a model of love. Jambo la pili akawapa jinsi ya We kupendana. don't have to wonder Hatustahili kushangaa what this love is like. upendo huu ni wa aina gani, And how are we going to love our na ni friends? jinsi gani tutapenda rafiki God zetu. is our example. Yesu, Mungu ndiye mfano He wetu. did it for us. Alifanya kwa ajili He yetu. says in verse 34, Anasema katika just fungu la as I have 34, loved you, jinsi vile you nimewapenda also are to love one another. nanyi pia mpendane nyinyi kwa This nyinyi. is the new commandment. Hii ndio amri mpya. We are not only to love one another, Sio tu kupendana sisi kwa but sisi, as Christ loved us. lakini jinsi vile Yesu alitupenda. That unconditional love, Upendo usio na that masharti. sacrificial love, Upendo uliokuwa wa the kujitolea. love that he unleashed to us. Upendo ambao aliachilia kwetu sisi. And the Bible says in John 15:12, Na Biblia inasema kwa Yohana that this is my 15:12, commandment, hii ndio amri yangu, that you love one another mpendane nyinyi kwa nyinyi as I have loved you. vile mimi nimewapenda. So this chapter Kwa hivyo haya hii begins with Jesus doing a dirty job, inaanza kwa Yesu kufanya a kazi ambayo dirty sio sahihi. work as a servant. Kazi ambayo ilikuwa chafu kama When he mtumishi. grabs a towel Alipochukua taulo and yake a basin and washes the 4 feet of his na, disciples. na kutawata miguu ya wanafunzi wake. In John 13:1, Katika Yohana the Bible 13:1 says, Biblia inasema having loved his own jinsi vile alivyowapenda who wake were in the world, ambao walikuwa katika he ulimwengu, loved them to the end. aliwapenda hadi mwisho. Love to the end. Penda hadi That mwisho. means to the uttermost. Hiyo inamaanisha hadi juu You kileleni. people wash your legs here. Nyinyi watu ambao mnaosha miguu Do you yenu hapa, love your neighbors to the end? je, mnapenda wenzenu hadi Or mwisho? we have just turned this as a custom, Ama tunaifanya kama jinsi ya kawaida just tu? as a normalcy. Ni kama kawaida tu. We have made it a ritual Tumefanya iwe kama that we kawaida. have to wash one another's legs Kuoshana miguu or ni feet. kama kawaida. We have to wash one another's hands. Tunastahili tunaoshana mikono We na have to miguu. wipe our legs with the towels. Kupanguza miguu yetu na Do taulo. we really demonstrate that love? Je, tunaiweka hiyo katika Down matendo? deep your heart, are you sure you love that person? Katika moyo wako, je, Can unapenda you mtu huyu? sacrifice for that person? Unaweza kujitolea kwa mtu Are huyo? you able to live a selfish life for that person? Unaweza kuishi maisha ya And that you kujitolea are na mtu huyo? going to wash her or his feet today. Ili umuoshe miguu yake leo. We are falling into a temptation Tunaingia katika of majaribu making it a ritual, kuifanya mambo ya of kawaida. making it a practice Ni jambo la kufanya kawaida without impact in our spiritual life. bila kuwa na uhusisho katika maisha yetu. The Bible says there, Biblia inasema hapo, having loved kupendwa his own ili kupenda who wake were in the world, ambayo walikuwa he ulimwenguni, loved them
aliwapenda to the end. hadi mwisho. What came first? Nini kilikuja mwanzo? Between washing their feet and loving them. Kuosha miguu ama It kuwapenda. is love that came first. Ni mapenzi yalikuja It is mwanzo. not the washing of the feet. Sio kutawata miguu. The Bible says having loved them. Biblia inasema alipowapenda That mwanzo. means he continually loved them. Inamaanisha alizidi kuwapenda. This is what made Jesus to do a dirty work. Hili ndilo lilifanya Yesu afanye kazi hiyo To chafu. wash the feet of their disciples. Kuosha miguu ya wanafunzi That wake. means Jesus became a servant. Inamaanisha Yesu akawa He mtumishi. served his disciples. Akawatumikia wanafunzi But wake. what motivated him was love. Nini ambacho kilimfanya hilo ni It upendo? was not just a culture. Si mambo ya It kawaida. was not just a custom. Sio kama utamaduni. It was not just something common. Sio kama jambo la The way we kawaida. have turned it. Vile tumeigeuza. Even the Lord's Supper. Hata katika meza We ya have Bwana. turned it so common. Tumeifanya kuwa ya It kawaida. never impacts our life. Haina uisho katika It maisha never yetu. makes sense in our Haifanyi lives. jambo lolote katika And maisha that is why yetu. most of the Ndio Christians, maana Wakristo they wengi never participate in hawashiriki the katika meza ya Lord's Bwana. Supper Hawashiriki katika because meza they ya have Bwana. not realized how Jesus Kwa loves vile them. hawajagundua vile Yesu They have anawapenda. not taken the sacrifice of Jesus Hawajachukua kafara ya on Yesu the Kristo. cross so Pale important. msalabani kuwa muhimu. It never changes our lives. Haibadilishi maisha That is yetu. why we are so bold Ndio maana that we never ever make sense out of it. tushiriki meza ya We Bwana, just muhimu walk kwetu. out of the church. Tunaondoka A kanisani. small congregation remains. Watu wachache And wanabaki. even if some of them remain, Hata kama wengine they have wanabaki. never understood the power of the Lord's Supper. Hawajawahi kuelewa nguvu kwa meza ya Bwana. I don't know if I'm speaking to somebody. Sijui yeyote. I don't know if I'm speaking to someone's Sijui heart. kama anazungumzia moyo wa mtu. You might be saying, I'm not speaking to you. Unaweza kusema sija But the kuzungumzia. Bible says, lest you think that you are righteous, Lakini Biblia inasema you ufikirie must kwamba be ni very mtakatifu. careful, you may fall. Lazima ukue makini usianguke. That is why people are never serious with the Ndio church. maana watu si makini We are in kanisani. church, but in WhatsApp. Tuko kanisani There's lakini a WhatsApp. difference between being in church and at church. Kuna tofauti ya kuwa ndani ya kanisa na kuwa kanisani. There are those who are at church, Kuna wengine wako tu kanisani. but not in church. Lakini hawamo ndani You ya see them kanisa. scrolling their phones. Unaona wakiingilia And simu the yao. power and the word of God never makes sense to them. Na nguvu za neno la Bwana And haliji this kwao. is the Bible says, Na hivi ndivyo Biblia to inasema. love to the end. Kupenda hadi It mwisho. means Jesus could have quickly Inamaanisha Yesu kwa upesi done anything for them. angefanya jambo lolote And kwao. by the way, Jesus wiped their feet. Na hakika Yesu alipanguza miguu yao. He not only did that one, Sio kupanguza tu, he molded akawafanya. what love looks like Akafanya upendo by uonekane raising from the table, kwa kuinuka katika meza laying aside his outer garment, na kutoa vazi lake la taking nje a towel na kuchukua taulo and pouring out water into the basin na kuchukua maji kwenye beseni and washing 24 feet na kuosha miguu and 24 drying them with a towel. na kuifanya ikauke kwa taulo. It was not just one thing plus one. Sio jambo la moja ongeza This lingine. is the heavenly Son Huyu ni mwana wa mbingu who takes away his coat, ambaye anachukua koti the lake, outer garment. vazi la He nje puts it aside. akaliweka kando. And let me tell you, let me make an application. Hebu niwaambie kwa When we kuelezea. go to the Lord's Supper, Tunapoelekea katika meza ya let's Bwana, put aside our outer nature. hebu tuweke tabia yetu ya nje. Don't tuiweke go kando. in there with your outer nature. Usiingie mezani mwa Put Bwana na it tabia yako ya aside. nje. Iweke kando. There are people go to the Lord's Supper Kuna watu wanaelekea meza ya with Bwana hatred. na machukizo. You have to let it go. Lazima uache chuki There are iondoke. people who go to the Lord's Kuna Supper, watu wanaelekea meza ya Bwana but they are not in good relation in their families. Mimi We ndugu have zetu. to let it go. lazima tuachilie iondoke. Don't go to the Lord's Supper Usiende meza ya if you Bwana have not forgiven your
brother, Ikiwa you hujasamehe ndugu have yako, not forgiven your spouse, ikiwa hujasamehe let mpenzi wako, it go. hebu iachilie iondoke. Because to love is to forgive. Kwa Hallelujah, sababu church. kupenda lazima usamehe. It is a verb. It is to forgive. Ni kusamehe. And according to verses 14 and 15, Fungu la 14, 15. this is the model Hii ndio jinsi for the kind of love his followers vile watu wanaofuata upendo must wanastahili kuwa. demonstrate Lazima wakue hivyo. for one another. Wafanye kwa mwingine The kwa Bible mwingine. says, Biblia inasema, ikiwa mimi, if I then, mimi ndipo, you are Lord and the teacher, mimi ambaye ni Bwana wenu na have washed wenu, your feet, nimewatawata miguu you yenu, also ought to wash one another's feet. pia nyinyi mtawatane mmoja kwa For mwingine. I have given you an example Kwa vile nimewapa mfano, that you also should do, ili pia nanyi mfanye hivyo, just as I have done for you. vile nimewafanyia mimi. It is not only the outward washing of the feet. Sio kutawata miguu ya nje It peke is yake. not only the outward of wiping those feet. Kupanguza hiyo miguu kwa nje tu. Jesus says this demonstration of love, Yesu anasema hii ni kuashiria upendo. demonstrate it to one another. Onyesha upendo huo mwingine kwa mwingine. The newness Upya of ulioko. this commandment Upya ulioko katika amri hii. is not because it is Sio kwa vile ulivyo. the way we understand it. Vile tunaielewa. It means we are to love Inamaanisha tunastahili kupenda as Jesus loves, vile Yesu anapenda, by serving one another. kwa kutumikia mwingine kwa mwingine. If this church Ikiwa kanisa hili decides to serve one another, litaamua kutumikia mmoja kwa mwingine, then we have demonstrated the love of kwa God. hivyo tumeonyesha upendo wa Mungu. If we care for one another, Ikiwa tunajali mmoja kwa then mwingine, we have demonstrated the love of God. basi tumeonyesha upendo wa If Mungu. we serve our husbands, our wives, Ikiwa tutatumikia waume zetu, wake if zetu, we forgive them ikiwa and tutawasamehe live right with them, na tuishi we sawia have nao, served God. tumemtumikia Mungu. If young people Ikiwa vijana will serve this church with power, watatumikia kanisa hili kwa they nguvu, have served God. wamemtumikia Mungu. And the number 3, Na la tatu, it talks about the manifestation inazungumzia kuhusu kuingiliwa through love. wa upendo. When we love like Jesus, Ikiwa tunapenda kama Yesu, this becomes a strong witness. inakuwa A strong witness. tunakuwa kama Witness. mashahidi ambao ni wa In nguvu. verses 35, Katika fungu la the 35 Bible says, Biblia inasema, by this kwa hili all people will know watu wote watajua that you are my ya disciples, kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu, if you have love for one another. ikiwa mko na upendo baina ya wengine. Jesus is not talking about our preferences. Yesu azungumzii kuhusu yale ambayo tunayataka. He's not talking about our politics. Azungumzii kuhusu siasa He's zetu. not talking about our own principles, Azungumzii kuhusu misimamo yetu which will wenyewe, convince people that we are Christians. ambayo atafanya watu waone sisi ni Wakristo. The love we manifest for one another Upendo ambao tunaashiria mmoja kwa is the mwingine strongest testimony ni ushuhuda wa nguvu of the truth ni wa kweli that we claim to believe. ambao tuna hakika amini. The 11 disciples, Wanafunzi 11 they strived walijaribu and kwa survived walipitia only as they obeyed this mandate to love one another. walipitia mengi walipotii. We will amri hii ya survive kupendana. in our Christian life Hata sisi tutapitia if Ukristo we wetu take this mandate to love one ikiwa another, tutachukulia amri hii ya kupendana mmoja kwa mwingine, in order for us truly to love one another. ili tupende mmoja kwa mwingine. We must recognize that love Lazima tugundue kwamba upendo is not just emotions that young people have, sio jambo la hisia ambalo vijana wako nao, but an active emulation
ni mambo ya kuonyesha kwa of matendo one who loved us first. ambao wa yule ambaye alitupenda mwanzo, And that is Jesus. na yeye ni Yesu Kristo. Love is not feelings. Upendo sio hisia. Love is not emotions. Upendo sio hisia za ndani. It is the active emulation of Jesus. Ni kuashiria matendo ya Yesu That is Kristo. why love is a verb. Ndio vivyo hivyo upendo ni matendo. The love we have for one another Upendo tulio kwa wengine should lead others to immediately think of us lazima uandae wengine ili watufikirie sisi and how we love Jesus. vile tunampenda Yesu Kristo. And my brothers, as I finish with you, Ndugu zanguni, vivi ninavyomaliza, I want you to imagine ningependa ufikirie that these disciples had differences. ya kwamba wanafunzi hao walikuwa na tofauti. They had disagreements. Walitofautiana kwa mambo fulani. Imagine Peter, who was so brash, Petero ambaye alikuwa na uwepesi, so furious. ambaye alikuwa na hasira. That was his personality. Hivyo ndivyo ilikuwa tabia I yake. believe that personality irritated those Najua in that team. tabia hiyo pia ilikasirisha wengine katika timu hiyo. I wonder how Nashangaa jinsi his brother Andrew ndugu yake Andrea felt when Peter alimwandaa Petero, felt when Peter alijihisi vipi wakati Petero and John na Yohana were so close to Jesus. walipokuwa karibu na Yesu Kristo. I wonder how the jealous was in these disciples. Nashangaa vile wivu ilishika When wanafunzi they hao. realized that James and John Walipogundua kwa Yakobo na were Yohana angled for the top spot in walikuwa Jesus's wanataka vyeo vikuu vile vya juu Jesus's cabinet. katika uwaziri wa Yesu There Kristo. must have been differences. Lazima kulikuwa na There utofauti. must have been jealous in the midst of these Lazima disciples. kulikuwa na wivu katika wanafunzi hawa. But their differences Lakini utofauti wao did not part the cross of Jesus. haukuondoa msalaba wa Yesu Kristo. Still the love of Jesus united them. Upendo wa Yesu uliwaunganisha pamoja. Yes, they had natural conflict Ndio walikuwa na kukosana kwa kawaida because of their kwa politics. sababu ya siasa zao. They had Christ in common. Walikuwa kuna Yesu And it's ambaye my aliwaunganisha. prayer that this church may it have Christ in common. Ni ombi langu kwamba kanisa hili liwe na Yesu kila wakati. Yes, we may come from different backgrounds and families Unaweza kutoka katika familia tofauti na with historia different tofauti ideologies and na others. mambo ya kuamini ya tofauti, But let us have Christ in common. lakini hebu tuwe na Yesu kama wa May we kutuunganisha. have Christ in common. Hebu tuwe na Yesu wa pekee wa I kutuunganisha. want to finish with this text of 1 John 3:23, Ningependa nimalize na fungu ile wa Yohana ya kwanza 3:23. where the Bible says, Biblia inasema, and this is his commandment, na hii ndiyo amri yake, that we believe in the name of his son Jesus ya Christ kwamba tuamini kwa jina la mwana wake Yesu and Kristo love one na another, tupendane sisi kwa sisi just as he has commanded us. vile ametuamrisha sisi. He commands us to believe in his finished work, Anatuamrisha tuweze kuamini katika kazi yake ambayo that he haikuisha, did on the cross. ambayo alitenda pale He msalabani. commanded us to love one another. Alituamrisha tupendane sisi kwa sisi. Let's not give up. Hebu tusiache, Let's not retaliate hebu tusilipize when we are wrong, wakati tuko katika ubaya, but instead love like Jesus ila tu tupende kama Yesu by Kristo obeying his mandate to love, kwa kutii jinsi hiyo na amri by hiyo ya kupenda, living out his model of love, kwa kuishi kwa jinsi by alivyopenda, showing his manifestation of love. kwa kuashiria upendo wake ndani yetu. Now I want to pray with you Ningependa kuomba nanyi as we prepare ourselves for the Lord's Supper. tunapoandaa watu wetu kwa meza ya We Bwana, need to love one another. tunastahili kupendana sisi kwa sisi. Don't do it a custom. Usifanye hali ya utamaduni ya kawaida. Let it not be just something usual and common. Isiwe ni jambo la kawaida tu. And even don't walk away even if you are Judas. Usiondoke hata kama wewe ni Judasi. God or Jesus did not send
send Judas away. Yesu hakumfukuza Judasi He aondoke. knew that this is the man who will betray me. Alijua huyu ndiye mtu atakaye He nisaliti. knew that he has sold me already. Alijua huyu ndiye aliyekuwa amemuuza tayari. But I have invited you to the table of my supper. Lakini nimekualika katika meza yangu ya chajio. That was the love that was in the heart of Huo ndio Jesus. upendo uliokuwa moyoni mwa Yesu Kristo. That was the love that Jesus demonstrated. Huo ndio upendo Yesu alioashiria. Then if you have realized what Jesus has done for all of us Ikiwa umegundua yale Yesu ametutendea sote on the cross, katika msalaba, God is not judgmental. Mungu hawezi kuwa hakimu, hawezi kukulaumu. He is so loving and caring to all of us. Anapenda na kutunza kila mmoja. May you sit down as you have seated today. Hebu keti vile umeketi leo. Just think about the mistakes you have done in your life. Hebu fikiria ile makosa umefanya maishani Just mwako. think about the people you have not forgiven in your life. Hebu fikiria wale watu ambao hujawasamehe maishani mwako. Just think about the people you have not trusted in your life. Fikiria wale watu hujawaamini katika maisha yako. There are even the commandments of God you have not obeyed. Hata amri za Mungu haujazitii. Think on how you have not been thankful to God. Fikiria vile hujashukuru Mungu. You have not demonstrated real love. Hujaonyesha upendo wa hakika wa Mungu. This is the day Hii ndio siku that I want us to pray together. ya tungependa kuomba pamoja. That we may know how to love. Ili tujue jinsi ya kupenda. That we may know how to demonstrate the love of Jesus. Tujue jinsi ya kuonyesha upendo wa Yesu That Kristo. if this church loves one another, Ili kanisa litakapopenda mmoja kwa mwingine, thinks about one another, lafikiria kuhusu wengine, heaven is for all of us. mbingu ni yetu sote. There is no great commandment Hamna amri kuu than the commandment of love. ila ile amri ya And mapendo. all the commandments of God Kwa amri zote za Mungu summarized together, zimefupishwa pamoja. 1 to 4 is love for God. 1 hadi 4 ni upendo kwa 5 Mungu. to 10 is love to one 5 another. hadi 10 ni upendo kwa If wengine. we demonstrate our love, Ikiwa tutaonyesha upendo huo, then heaven is for all of us. ndiposa mbingu itakuwa kwetu, yetu sisi sote. Get the point. Take a step forward.